Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Sufuyu na mshtakiwa wa pili anaitwa Brandina Samuel Mwarutolo. Washtakiwa wote wanashtakiwa kwa makosa ya kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki inayofahamika kama risiti ya EFD. Kosa la kwanza ni kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki kutokana na huduma waliotoa yenye thamani ya shilingi za Kitanzania 1013 kinyume na kifungu cha 97(1) aya B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023 ikisoma pamoja na kifungu cha 96 pamoja na kifungu cha 97 cha sheria ya fedha sheria namba 6 ya mwaka 2024. Kosa la pili ni kwa mshtakiwa wa kwanza kwa maana ya kushindwa kutoa risiti ya kielektroniki inayofahamika kama EFD kutokana na huduma aliyoitoa yenye thamani ya shilingi za Kitanzania 1035 kinyume na kifungu cha 97(1) aya B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023 ikisoma pamoja na kifungu cha 96 na 97 cha sheria ya fedha sheria namba 6 ya mwaka 2024. Washtakiwa wote wawili walikiri makosa yao na mahakama ikawakuta na hatia. Na mshtakiwa wa kwanza Sufuyu aliamliwa kulipa currency point 100 kwa makosa yote mawili, na currency point moja ni sawa na shilingi 20,000. Kwa tafsiri hiyo anapaswa kulipa fedha za Kitanzania shilingi milioni 4 au kifungo cha miaka 3. Na mshtakiwa wa pili kwa maana ya Brandina Samuel Mwarutolo, yeye aliamliwa kulipa currency point 100 kwa kosa moja aliyokuwa amekutwa nalo hatia. Thamani yake ni sawa na currency point, currency point moja ni sawa na shilingi 20,000. Kwa tafsiri hiyo currency point 100 kwa Brandina anapaswa kulipa fedha za Kitanzania milioni 2 au kifungo cha miaka 3. Upotevu wa mapato. Nimebaini ubadhirifu wa fedha za umma wenye thamani ya shilingi bilioni 5.01 katika wakala wa ufundi na umeme TEMESA uliotokana na matumizi mabaya ya mfumo wa ulipaji serikalini kwa maana ya MUSE, ambapo malipo yalifanyika kwa zabuni hewa na kwa zabuni ambao hawakuwasilisha bidhaa wala kutoa huduma kwa wakala. Udanganyifu huu ulifanyika kupitia matumizi ya moduli ya malipo ya pamoja kwa maana bulk payment iliwezesha kulipwa kwa zabuni wasiosajiliwa kwenye mfumo pamoja na moduli ya hati za malipo normal voucher ambapo malipo yalifanyika bila uthibitisho wa kupokelewa kwa bidhaa au huduma. Kwa mfano, jumla shilingi bilioni 2.95 zililipwa kwa zabuni hewa katika mikoa mbalimbali na shilingi bilioni 2.04 zililipwa bila uthibitisho wa huduma, ikiwemo shilingi bilioni 1.95 kwa mzabuni mmoja. Hali hii inaonyesha uwepo wa njama za makusudi za kukwepa udhibiti wa mfumo na udhaifu mkubwa wa mifumo ya ndani ya udhibiti inayosababisha upotevu wa fedha za umma. Mheshimiwa Rais inapendekeza ili kuondoa mianya hiyo, serikali ikamilishe uchunguzi unaoendelea na kuwachukulia hatua za kinidhamu, kisheria na kijinai watumishi wote waliohusika na ubadhirifu huu. Sambamba, nilifanya ukaguzi maalum katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha kuhusu mradi wa uuzaji wa viwanja katika eneo la Pangani Kibaha, ambapo nilibaini kuwa viwanja 168 vyenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 4.09 viliuzwa nje ya mfumo wa tausi, ambapo kiasi cha shilingi milioni 481.77 kililipwa akaunti za benki za watu binafsi wasiokuwa watumishi wa halmashauri na kiasi cha shilingi bilioni 3.61 hakikuthibitika upokeaji wake.